borokan. Yang kena expose.
Haya, twende.
kuja hapa mbele. Baby. Watu watoke, msafara ndio basi ibaki. Naweza kuwa nipite tu. Si watu waende tu. Watu waende PMC na nipatie. Si watu wapite. Kupita tu. Go!
Start targeting and resolving the problems being raised. Ile shida iko Kiambu, ndio shida iko Kitale. Kweli si kweli? Ile shida iko kule Juda, Mombasa, ndio shida iko Todo Nyang, Turkana. Kweli si kweli? Wakenya wote wamechoka na uongo wako. Wanasema uende kabisa, sawa? Mambo ya mazungumzo, tulienda Bomas, tukaongea juu ya gharama ya maisha. Watu wa Kiambu, angalia mafuta pale. Jana mafuta imepanda na shilingi 9. Sababu ya ushuru wa nani? Ushuru wa nani? Tulienda Bomas tukamwambia international dialogue address the cost of living. Tukiongozwa na huyu Kalonzo, nilikuwa na ndugu yangu Kioni. Ruto alikataa mambo ya Wanjiku ya cost of living. Mimi Wamala nikasema haki ya Mungu, kama haupunguzi gharama ya maisha mimi sio kisahihi. Sasa hivi Bwana Raila, Bwana Ruto, mnafika turudi Bomas kufanya nini tena? You do the right thing. Mambo ya mazungumzo, mambo ya conclave hatutaki. Kwani tunaenda conclave? Sisi tunataka pop. Mnataka pop hapa kwenu? Si pop ndiye anachaguliwa kwa conclave. Bwana Raila, tell it to the birds bwana. Hiyo mambo ya conclave kwa ndani kabisa. Tunataka haki kwa vijana waliowawa. Tunataka ufisadi ukome. Otherwise nasema Ruto must. Wacha sasa tulete ndugu zetu. Ndugu yetu Bwana Malala, deputy wa Bwana Rigiji, atulete salamu. Haya Kiambu, kwanza nilete salamu ya party leader wangu Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Amenituma niwakumbushe kwamba tukisema DCP mnasema nini? DCP. Nyinyi mnasikiza ground. Leo tumekuja kuomboleza hapa. Na ile kitu ambaye imeniumiza ni kwamba ni mtoto wa miaka 12 ambaye tumetoka kuzika. Huyo mtoto hakukuwa kwa maandamano yoyote. Mimi nasikia uchungu sana nikiona mzee mmoja hapa Kenya ambaye ametusumbua miaka mingi, anaitwa Raila Odinga. Anasema sasa ati Wakenya waongee pamoja, ati tuunde serikali moja pamoja. Sisi tunataka kuambia Raila Odinga, ile kuongea sisi tutaongea kwa debe in 2027. Na Wakenya wamesema hawawezi ongea na mtu ambaye anaua watoto wao. Hatuwezi ongea na mtu ambaye anaiba mashamba zetu. Hatuwezi ongea na mtu ambaye kila uchao akiamuka ni kuiba pesa katika treasury. Sisi tumesema suluhu ya huyu William Ruto ni 2027 mpaka aende wapi? Lakini msisahau William Ruto anaenda na Raila Odinga. Haendi peke yake, si ndio? Waende wote wawili. Waende wote wawili. Mimi nashangaa ati juzi jamaa anachukua 1.2 billion ati anajenga kanisa pale kwenye State House. Alafu Jumatatu anaenda kule kwa UN conference anapitisha ati Kenya tuwe na mashoga. Sasa huyu mtu ni Mkristo ama ni huyu? Nyinyi madam kwa na mashoga? Ati Ruto anasema ati wewe mwanaume unaweza wewe mwanaume. Sasa tunamuuliza, that is hypocrisy. Tunataka tukisema William Ruto mnasema one term. William Ruto. Mimi nimesikia kuna majamaa ambao wamekaa na Ruto, hawa wakina Sudi, wakina Kamket, ati wanatutisha, wanasema wataiba kura 2027. Tunataka wajaribu. Kama nyinyi ni wanaume, jaribuni. Tumejipanga, tutalinda kila polling station. Na by asubuhi saa 2 William Ruto na huyo Sudi wake watakuwa wameenda wapi? Na sisi tumesema kama the united opposition kwamba yoyote ambaye atachaguliwa kupeperusha bendera ya opposition, sisi wote wa Kenya tutasimama na yeye, si ndio? Na tumesema pia, wacha niulize swali, kati ya huyu Matiang'i na William Ruto, mkiweka kwa ballot paper, mtapigia nani kura? Mtapigia nani kura? Kati ya William Ruto
na huyu Eugene Wamalwa, mtapigia nani kura? Kati ya William Ruto na Kalonzo Musyoka, mtapigia nani kura? Kati ya William Ruto na Rigathi Gachagua, mtapigia nani kura? Swali ya mwisho, kati ya William Ruto na Kondo, mtapigia nani kura? Ati mtapigia nani? Mtapigia Kondo? Harambee! Wacha nimwalike Mheshimiwa Onyonka, seneta wa Kisii, atusalimie. Harambee! Harambee! Wacha niwaambie hivi leo, huyo mtu anaitwa William Ruto, siku yake ni chache, si ndio? Awache kuua Wakenya, awache kuiba mali yetu, awache kudhulumu Wakenya. Harambee! 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 Aende asiende, asonge asisonge, nani anaua jenzi? Nani mwizi wa Kenya? Nani ameharibu uchumi? Nani anaharibu uchumi? Nani ameharibu nchi ya Kenya? Aende asiende, harambee! Wacha niwaambie hivi, hawa viongozi wetu tunawaambia, hii Kenya haitabadilika kama William Ruto hatapelekwa Kamete. Wangapi wanataka William Ruto apelekwe Kamete? Afungwe asifungwe? Ni mwizi sio mwizi? Ni muuaji sio muuaji? Ni muongo sio muongo? Aende asiende, harambee! Sasa nikimalizia, mimi niko hapa kwa sababu ya kiongozi wangu Kalonzo Musyoka na chama ya Wiper. Nikisema Wiper mnasema okoa Kenya, Wiper. Nikisema Wiper mnasema ukombozi. Sasa Wiper, Kalonzo ametosha hajatosha? Ako sawa yuko sawa? Yuko fiti hayuko fiti? Wapi nuru ya Kalonzo? Sasa tukaribishe Mheshimiwa Fred Matiang'i. Kiambu hamjambo? Oyega? Oyega renge? Nataka kuwauliza tu swali moja. Kiambu muko tayari kama taifa letu la Kenya liko tayari kufanya kitu kizuri? Eti mumeamua? Mumeamua namna gani? Eti namna gani? Nisikie tena? Hata sisi hivyo ndivyo tumeamua. Lakini munipe nafasi niwaeleze hivi wenzangu. Sisi tunataka kuwaomba wananchi wetu wa Kiambu, wananchi wetu wa Mount Kenya na wenzetu wote katika taifa letu la Kenya. Tusikubali hii kasumba imeanzwa na serikali hivi majuzi ya kwanza kusingizia kabila moja ama familia ama jamii moja ya Kenya. Kusema eti shida tuko nayo imeletwa na watu wa Central Province. Tunakubaliana na hayo? Kila mahali unaenda nchi yetu ya Kenya kuna shida. Na shida ile tuko nayo haibagui sisi. Ukienda Homa Bay namna hiyo, ukienda Nyamira ni hivyo, ukienda Taita Taveta ni hivyo. Tuko na shida, na shida ni uongozi mbaya. Na ndio sisi tunasema, tafadhali wananchi ninawaomba, tuungane sisi wote pamoja. Tuwe na imani kwa nchi yetu, kwa sababu uongozi ukwenda kombo ama ukiharibika, sisi tusikose imani kwa nchi yetu. Let us not lose hope. Tukiungana sisi wote pamoja, tukisimama pamoja, tunaweza kubadilisha vile maisha yetu yako saa hii, na tunaweza kubadilisha serikali, tuwe na uongozi wa kuaminika, viongozi ambao wanatuambia mambo tunaamini, sio viongozi wa kutudanganya kila wakati. Wananchi tumekubaliana? Wangapi mnasema tunataka serikali ya kuaminika Kenya? Wangapi mnasema tunataka serikali ya kuwajibika? Kwa sababu mambo kama haya mauaji ambayo yamefanyika hapa, tunasema wale ambao wamehusika uchunguzi ufanywe,
waadhibiwe kisheria, kwa sababu hatuwezi kuishi kama wanyama. Watoto wanapigwa namna hii, wanauawa vile tumeona siku ya leo. Mimi nawashukuru na waomba tafadhali tuweke amani na tukae pamoja kwa hii safari ya kubadili uongozi wa nchi yetu, kubadilisha maisha yetu na kuhakikisha kwamba sisi tunakaa pamoja kwa amani. Tusisikie haya maneno ya kwanza kutugawanya sisi kwa misingi ya kikabila, kusema hawa ni kabila hii, ni kabila ingine. Hapa Kiambu, nikiangalia hapa Kiambu ni sura ya Kenya. Kuna Wakenya kutoka hata Nyamira hapa, kuna Wakenya kutoka Kisii, kutoka Homa Bay, kutoka kila mahali. Wananchi mnataka kugawanya namna hiyo? Tusikubali kabisa mambo kama haya. Tuungane pamoja, tuwe pamoja na tuhakikishe kwamba tunaenda mbele. Mungu na wabariki. Asante sana. Asanteni. Wako Jeremiah wanakuborea kwa wapi? Halo. Halo watam. Harabe. Harabe. Mimi naitwa Jeremiah Kioni. Na kama kuna mtu Kasoko amesubua ni mimi. Amesubua sisi na Jubilee mpaka tumefaa sufuria. Lakini laudi hii. Hello. 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 Sijui kama tunasikiana. Harambee. Mimi niko hapa kwa sababu ya chama ya Jubilee. Tuko katika hii muungano. Kiongozi wetu katika hii mambo ni Matiang'i, na tutasema tutatembea pamoja, tutakuja tena na tena mpaka tuelewane. Hii lazima iwe one time. Asante sana and God bless you. Natambua vijana na kijana JC anaitwa Kamau. Huyo ameshughuliwa sana. Yuko hapa na Mheshimiwa Manjenga. Yuko na Mheshimiwa Mara. Mheshimiwa Senator Mara yuko hapa. Kuna Mama Jane Kitungi. Unaona bodi yangu sukari. Unasikia kweli Kenya bodi yangu. Kuna Kiruga hapa, unajua Kiruga? Kiruga huyu. Mheshimiwa Mbide kijana mdogo huyu, Mbide ni pilot. Na Mheshimiwa Mawale kutoka Embakasi. Hatutalala mpaka Kasongo ende nyumbani. Ni wanta msio wanta. Harambee. Thank you. Wanda!
mathiko ma muiretu uria rakuire haria Kerigo-ine uria raguthirwo ni rithathi. A 12 years old girl. I am sorry. Tumekuja kusema pole. Na leo tumeingia kwa boma ingine pale chini, hale hetagwo veterani. Vetinary, ona vetinary. Tondu hena mwanake wetagwo Mwangi kana Mwas na akiora guthirwo nda ni rithathi arahuruka. Tuseme pole. Tuseme pole. Tuseme pole. Lakini leo tunasema hivi. Hawa ambao wanasema ni mtu mmoja alikufa Kiambu washindwe kwa sababu wanajaribu kuficha numbers. Wale ambao wamekufa hapa Kiambu sio watu wawili, sio watu watatu. Kiambu County kuna watu 9 ambao wamerejistiwa wamekufa Kiambu County. Tutawazika na tutalia, lakini watu wangu hatutasahau. Niwaulize, mutasahau? Mutasahau? Basi wacha nisikie harambee. Harambee. Asanteni sana watu wangu. Adoke Kiambu mwega. Hamjambo watu wa Kiambu. Hamjambo. Hebu nione salamu zenu. Leo tumetoka Dumberi kuzika mmoja wetu, mtoto wetu wa miaka 12. Na wakati tumemzika nimekumbuka neno moja. In 1941 kuna mtoto wa miaka 14 alikuwa anaitwa Eminent Ted ambaye alikufa kule Amerika kwa sababu ya civil rights. Na akaanza vita ya civil rights na mpaka wa leo walifanikiwa na wakashinda. In 1976 mtoto wa miaka 12 alikuwa anaitwa Hector Patterson akakufa kule Soweto, South Africa, akipigania ile vita ambao baba zao walikuwa wamekufa na walishinda. Saba tulimpoteza Bridget, sio lakini kwa sababu kuna agency walikuwa wanaitisha right zao. Kutokana na hizo examples zingine, hata yeye haki ile alikuwa anaitisha itapata. Na tunatuma pole kwa familia hiyo. Ijue ni Mungu wetekera atene toko watanya. Munakubali hivyo? Hata wakifanya nini tunajua justice will be done. Ni wangapi wamekubali kuwa ni one term? Ni wangapi wamekubali ni one term? Mungu awabariki. Kabla ya kumpatia ndugu Eugene, munapokea salamu za dada yetu Martha Wangari Karua. Wangapi wanazipokea? Wangapi wanapokea salamu za Rigiji? Wao wako Marekani na sisi tunashika ground. Bado tunasikiliza ground na bado tunasema wiper. Ni lazima tupanguze machozi ya Wakenya hawa. Mheshimiwa Eugene. Harambee. Kiambu mnasemaje? Kiambu mnasemaje? Dumberi mnasemaje? Ateke. Hebu nione one time hapa. Watu wa Kiambu poleni. Ninyi mmepoteza watu karibu 9 hapa kwenu. Tumetoka Dumberi kwa mazishi ya msichana mdogo anaitwa Bridget. Njoki alikuwa na miaka 12. Alikuwa nyumbani kwao saa 12 anaangalia TV. Askari akapiga risasi ikaingia kwa nyumba yao ikaua mtoto Njoki akiwa kwao nyumbani. Na sisi tumesema sio tu Njoki, vile umesikia Mwangi pia tumepita kwao pia alipigwa risasi. Alikuwa ameenda kwa duka kuchukua unga. Dadake amenunua mboga, anampelekea unga wapike chakula cha jioni. Amewawa hapa Dumberi. Mimi nimetoka kule Western. Kuna kijana anaitwa Kenneth Wafula. Alikuwa Karatina kwa gym. Anapiga chizi kwa gym. Askari wanafyatua risasi kwa njia ya kiholela. Wafula amepigwa akiwa gym, amewawa, tumemzika pale Webuye.
Na leo tunataka tuambie Bwana Ruto, ile kazi muhimu ya serikali ni kulinda maisha na mali ya raia wake. Serikali ikishindwa na hiyo kazi, you have no business being called a government. Na wewe tangu ingie 2023 tukifanya maandamano uliwa vijana 75. 2024 umeua Gen Z 61. Mwezi moja peke yake June na Julai ameua vijana zaidi ya 61. Aende asiende jamani? Tunakisema one term ni sababu if one term damu inamwagika namna hii, unaweza kubali Ruto apewe ka second term? Kama term moja ameua vijana wengi namna hii, unakubali miaka 10 ya damu? Ndio sababu tumesema Ruto ni one term for bloodshed to stop in Kenya. Ruto must. Ameanza siasa ya kutarget mlima Kenya. Ameanza kusema eti ninyi wa Kikuyu ndio mnataka kumtoa kwa serikali. Sisi leo tunataka tuambie Bwana Ruto, stop targeting and profiling the Kikuyu nation. Start targeting and resolving the problems being raised. Ile shida iko Kiambu, ndio shida iko Kitale. Kweli si kweli? Ile shida iko kule Tuda, Mombasa, ndio shida iko Todonyang, Turkana. Kweli si kweli? Wakenya wote wamechoka na uongo wako. Wanasema uende kabisa, sawa? Mambo ya mazungumzo, tulienda Bomas, tukaongea juu ya gharama ya maisha. Watu wa Kiambu, angalia mafuta pale. Jana mafuta imepanda na shilingi 9. Sababu ya ushuru wa nani? Ushuru wa nani? Tulienda Bomas tukamwambia in the national dialogue address the cost of living. Tukiongozwa na huyu Kalonzo, nilikuwa na ndugu yangu Kioni. Ruto alikataa mambo ya Wanjiku ya cost of living. Mimi wa Mara nikasema haki ya Mungu, kama haupunguzi gharama ya maisha mimi si sahihi. Sasa hizi Bwana Raila, Bwana Ruto, mnajiita turudi Bomas kufanya nini tena? You do the right thing. Mambo ya mazungumzo, mambo ya conclave hatutaki. Kwani tunaenda conclave? Sisi tunataka pop. Mnataka pop hapa kwenu? Si pop ndiye anachaguliwa kwa conclave. Bwana Raila, tell it to the birds bwana. Hiyo mambo yako conclave kwa ndani kabisa. Tunataka haki kwa vijana waliouawa. Tunataka ufisadi ukome. Otherwise nasema Ruto must. Wacha sasa tulete ndugu zetu. Ndugu yetu Bwana Malala, deputy wa Bwana Rigiji, atulete salamu. Haya Kiambu, kwanza nilete salamu ya party leader wangu Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Amenituma niwakumbushe kwamba tukisema DCP mnasema nini? DCP. Nini mnasikiza ground? Leo tumekuja kuomboleza hapa. Na ile kitu ambaye imeniumiza ni kwamba ni mtoto wa miaka 12 ambaye tumetoka kuzika. Huyo mtoto hakukuwa kwa maandamano yoyote. Mimi nasikia uchungu sana nikiona mzee mmoja hapa Kenya ambaye ametusumbua miaka mingi, anaitwa Raila Odinga. Anasema sasa ati Wakenya waongee pamoja, ati tuunde serikali moja pamoja. Sisi tunataka kuambia Raila Odinga, ile kuongea sisi tutaongea kwa debe in 2027. Na Wakenya wamesema hawawezi ongea na mtu ambaye anaua watoto wao. Hatuwezi ongea na mtu ambaye anaiba mashamba zetu. Hatuwezi ongea na mtu ambaye kila uchao akiamuka ni kuiba pesa katika treasury. Sisi tumesema suluhu ya huyu William Ruto ni 2027 mpaka aende wapi? Lakini msisahau William Ruto anaenda na Raila Odinga. Haendi peke yake, si ndio? Waende wote wawili. Mimi nashangaa ati juzi jamaa anachukua 1.2 billion ati anajenga kanisa pale kwenye State House. Alafu Jumatatu anaenda kule kwa UN conference anapitisha ati Kenya tuwe na mashoga. Sasa huyu mtu ni Mkristo ama ni
Ninyi mnataka kuwa na mashoga? Ati Ruto anasema ati wewe mwanaume unaweza oa mwanaume. Sasa tunamuuliza, that is hypocrisy. Tunataka tukisema William Ruto mnasema one term. William Ruto, mimi nimesikia kuna majamaa ambao wamekaa na Ruto, hawa wakina Sudi, wakina Kamket, ati wanatutisha, wanasema wataiba kura 2027. Tunataka wajaribu. Kama ninyi ni wanaume, jaribuni. Tumejipanga, tutalinda kila polling station, na by asubuhi saa 2 William Ruto na huyo Sudi wake watakuwa wapi? Na sisi tumesema kama the united opposition kwamba yoyote ambaye atachaguliwa kupeperusha bendera ya opposition, sisi wote wa Kenya tutasimama na yeye, si ndio? Na tumesema pia, wacha niulize swali, kati ya huyu Matiang'i na William Ruto, mkiweko kwa ballot paper, mtapigia nani kura? Mtapigia nani kura? Kati ya William Ruto na huyu Eugene Wamalwa, mtapigia nani kura? Kati ya William Ruto na Kalonzo Musyoka, mtapigia nani kura? Kati ya William Ruto na Rigathi Gachagua, mtapigia nani kura? Swali ya mwisho, kati ya William Ruto na Kondo, mtapigia nani kura? Ati mtapigia nani? Mtapigia Kondo? Harambee! Wacha nimwalike Mheshimiwa Onyonka, seneta wa Kisii, atusalamie. Harambee! Harambee! Wacha niwaambie hivi leo, huyo mtu anaitwa William Ruto, siku yake ni chache, si ndio? Awache kuua Wakenya, awache kuiba mali yetu, awache kudhulumu Wakenya. Harambee! 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 Aende asiende, asonge asisonge, nani anaua jenzi? Nani mwizi wa Kenya? Nani ameharibu uchumi? Nani anaharibu uchumi? Nani ameharibu nchi ya Kenya? Aende asiende, harambee! Wacha niwaambie hivi, hawa viongozi wetu tunawaambia, hii Kenya haitabadilika kama William Ruto hatapelekwa Kamete. Wangapi wanataka William Ruto apelekwe Kamete? Afungwe asifungwe? Ni mwizi sio mwizi? Ni muuaji sio muuaji? Ni muongo sio muongo? Aende asiende, harambee! Sasa nikimalizia, mimi niko hapa kwa sababu ya kiongozi wangu Kalonzo Musyoka na chama ya Wiper. Nikisema Wiper mnasema okoa Kenya, Wiper. Nikisema Wiper mnasema ukombozi. Sasa Wiper, Kalonzo ametosha hajatosha? Ako sawa yuko sawa? Yuko fiti hayuko fiti? Wapi nuru ya Kalonzo? Sasa tukaribishe Mheshimiwa Fred Matiang'i. Kiambu hamjambo? Oyega renge. Nataka kuwauliza tu swali moja. Kiambu muko tayari kama taifa letu la Kenya liko tayari kufanya kitu kizuri? Eti mumeamua namna gani? Eti namna gani? Nisikie tena. Hata sisi hivyo ndivyo tumeamua. Lakini munipe nafasi niwaeleze hivi wenzangu. Sisi tunataka kuwaomba wananchi wetu wa Kiambu, wananchi wetu wa Mount Kenya na wenzetu wote katika taifa letu la Kenya. Tusikubali hii kasumba imeanzwa na serikali hivi majuzi ya kwanza kusingizia kabila moja ama familia ama jamii moja ya Kenya. Kusema eti shida tuko nayo imeletwa na watu wa Central Province. Tunakubaliana na hayo?
kila mahali unaenda nchi yetu ya Kenya kuna shida, na shida ile tuko nayo haibagui sisi. Ukienda Homa Bay namna hiyo, ukienda Nyamira ni hivyo, ukienda Taita Taveta ni hivyo. Tuko na shida, na shida ni uongozi mbaya. Na ndio sisi tunasema, tafadhali wananchi, ninawaomba tuungane sisi wote pamoja, tuwe na imani kwa nchi yetu, kwa sababu uongozi ukwenda kombo ama ukiharibika, sisi tusikose imani kwa nchi yetu. Let us not lose hope. Tukiungana sisi wote pamoja, tukisimama pamoja, tunaweza kubadilisha vile maisha yetu yako sahihi, na tunaweza kubadilisha serikali, tuwe na uongozi wa kuaminika, viongozi ambao wanatuambia mambo tunaamini, sio viongozi wa kutudanganya kila wakati. Wananchi, tumekubaliana? Wangapi mnasema tunataka serikali ya kuaminika Kenya? Wangapi mnasema tunataka serikali ya kuwajibika? Kwa sababu mambo kama haya, mauaji ambayo yamefanyika hapa, tunasema wale ambao wamehusika, uchunguzi ufanywe, waadhibiwe kisheria, kwa sababu hatuwezi kuishi kama wanyama. Watoto wanapiwa namna hii, wanauawa vile tumeona siku ya leo. Mimi nawashukuru na waomba tafadhali tuweke amani na tukae pamoja kwa hii safari ya kubadili uongozi wa nchi yetu, kubadilisha maisha yetu, na kuhakikisha kwamba sisi tunakaa pamoja kwa amani. Tusisikie haya maneno ya kwanza kutugawanya sisi kwa misingi ya kikabila, kusema hawa ni kabila hii, ni kabila ingine. Hapa Kiambu, nikiangalia hapa Kiambu ni sura ya Kenya. Kuna Wakenya kutoka hata Nyamira hapa, kuna Wakenya kutoka Kisii, kutoka Homa Bay, kutoka kila mahali. Wananchi, mnataka kugawanya namna hiyo? Tusikubali kabisa mambo kama haya. Tuungane pamoja, tuwe pamoja, na tuhakikishe kwamba tunaenda mbele. Mungu na wabariki. Asante sana. Asanteni. Wako Jeremiah wanamegogorea kwa wapi? Hello, one time. Harambee. Mimi naitwa Jeremiah Kioni, na kama kuna mtu Kasoko amesubua ni mimi. Amesubua sisi na Jubilee mpaka tumefaa sufuria, lakini laudi hii. Hello, sijui kama tunasikiana. Harambee. Mimi niko hapa kwa sababu ya chama ya Jubilee. Tuko katika hii muungano. Kiongozi wetu katika hii mambo ni Matiang'i, na tutasema tutatembea pamoja, tutakuja tena na tena mpaka tuelewane. Hii lazima iwe one time. Asante sana and God bless you. Vijana, na kijana JC anaitwa Kamau, huyo amesaidiwa sana, ameshughuliwa sana. Yuko hapa na Mheshimiwa Manjenga. Yuko na Mheshimiwa Mara, Mheshimiwa Senator Mara yuko hapa. Kuna Mama Jane Kitungi. Unaona Bodi yangu Sukari. Kasikia kweli Kenya Bodi yangu. Kuna Kiruga hapa, unajua Kiruga? Kiruga huyu. Mheshimiwa Mbide kijana mdogo huyu, Mbide pilot. Na Mheshimiwa Mawadhe kutoka Embakasi. Akisalala mpaka Kasongo ende nyumbani. Ni wanta usio wanta. Harambee. Thank you.
Ya,